Kupewa visa, baada ya kupewa visa ikakanseliwa, aidha ukiwa Tanzania au ukiwa safarini kuja Marekani au ukisha kuwa umefika Marekani. Tofauti ni ipi kati ya visa yako kukanseliwa ukiwa Tanzania au visa yako ikikanseliwa ukiwa njiani au visa yako ikikanseliwa ukiwa umeingia upo airport ya Marekani au upo kwenye border point ya Marekani, alafu ghafla visa yako inakanseliwa, alafu unaambiwa urudi nyumbani kwenu. Na mara nyingi hizi visa, mfano kama visa yako imekanseliwa ukiwa Tanzania au ukiwa njiani, itaandikwa cancelled without prejudice, neno kama hilo. Usijali sana kama sijalitamka vizuri au nimelitamka Kimasai. Sio shida zangu, ni kwa sababu Kiingereza sio lugha yangu ya kwanza, ilikuja na of course ikaenda hivyo. So karibu sana kwenye video ya leo. Kama ndo mara ya kwanza unanitazama, mimi naitwa Rival TV Mwanakwetu. Asante kwa kusubscribe, like, comment na kushare. Kama bado hujafanya hivyo, si vizuri sana kujijengea tabia ya kuangalia video kama hizi, unapata material, unajifunza vitu ambavyo ulikuwa hujui, alafu unaondoka tu kimya kimya. Yaani huo ni utovu wa nidhamu kabisa. Na kama wewe ni mtu wa hivyo, huwezi fika mbali kwenye maisha kwa maana ya kufanikiwa, kwa sababu roho yako inakuwa iko hivi kama korosho. Kwa sababu yani wewe kusubscribe tu na kulike na kucomment ili YouTube waweze kuipush video iwafikie wengine, unaona shida. Je, siku Mungu akikusaidia wewe ukafanikiwa, utasaidia watu wengine? Ni sawa sana hawa watu wengine ambao wako Marekani kama sisi, wanasema kila kitu mnarekodi Marekani, mnarekodi. Tunarekodi Marekani kwa sababu wewe mwenyewe hujarekodi chochote toka umekuja Marekani. Umeamua kunyamaza wakati unajua kuna watu wanatakiwa kupata taarifa fulani. Sisi ambao tumejitolea kuwa tunakuja kwenye kamera, sio kwa sababu tuna muda sana au sio kwa sababu tunataka sana kufanya video hizi za YouTube, hapana. Ni kwa sababu unagundua kwamba kuna vitu unavifahamu wenzako hawajavifahamu, au hata kama unavifahamu sio kwa namna hiyo ambavyo unavifahamu, then unaamua kushare hizo taarifa kwenye mtandao ili kufungua watu wengine macho waweze kuelewa. So sisi sio watu wa kupuuzwa, ni watu wa kupewa support, ni watu wa kupewa like, ni watu wa kutiwa moyo, kwa sababu kuja tu kwenye kamera si kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. So kama ndo unajoin kwa mara ya kwanza, leo nitazungumza tofauti iliyopo kati ya visa yako kukanseliwa ukiwa Tanzania au ukiwa njiani au ukiwa umefika Marekani, na impact yake ikoje. Je, unaweza kaomba visa muda gani baada ya visa kukanseliwa? Kwa sababu tumekuwa tukiongea uombe visa muda gani baada ya kukosa visa kwenye ubalozi wa Marekani, lakini kwenye chaneli yangu leo ndo mara ya kwanza nafanya video inayoelezea uombe visa muda gani baada ya visa yako kukanseliwa. Sisi tunafanya nini? Kwa ujumla sisi ni kampuni ambayo inashughulika na masuala ya utalii, tourism, tunaitwa Shoshana Africa Safaris. Kama unataka kusafiri kwenda nchi yoyote, aidha kibiashara, kimasomo au kupumzika au kutalii, vitu kama hivyo in general, na ungetaka kupata ushauri wa kisafari, unaweza ukatucheki na tukaweza tukakushauri. Hata hivyo, hatutoi ushauri bure. Kitu pekee tunachotoa bure ni hizi taarifa ambazo tunaweka kwenye mitandao yetu ya kijamii ambazo tunaita public information for everybody. Lakini kama unataka kuelewa zaidi kidogo, tutakuomba ulipie kidogo, kwa sababu ili tuweze kukupa muda wa kwako binafsi wa kuweza kukusikiliza na vitu kama hivyo. Kama utaona utakuwa unaibiwa kwa kuombea ulipie consultation, tafadhali sana, njia ni nyeupe, achana na hii mambo haikuhusu. Nenda kafanye mwenyewe. Wakati mwingine unaweza kufanya na ukafanikiwa, lakini kuna wakati mwingi sana unaweza kaepuka makosa ambayo usingeweza kuyafanya endapo utakuwa na mtaalamu wa safari kama Mwanakwetu ambaye atakushauri na kukueleza what you supposed to do. Sisi wengine tumekuwa expert na tumefanya vitu hivi kwa muda mrefu, tukicheki research za hapa na pale, just to make sure kwamba tunakupa taarifa ambayo inaweza kukusaidia. Twende moja kwa moja kwenye point yangu leo. Sio hiyo point yangu kidogo. Point yangu leo ni kwamba umepewa visa na imeshatokea mara kibao. Kuna mtu ambaye alikuwa anafanya naye communication, naweza kusema mdau wangu, alipewa visa kwenye ubalozi wa Marekani. Baada ya kupewa visa,
aliyekuwa anamwalika Marekani akapiga simu ubalozi wa Marekani Tanzania kwamba huyu mtu asije Marekani kwa sababu akija Marekani itakuwa 1 2 3. Yani walizinguana. Yani aliomba visa akapewa visa, aliomba barua mwaliko akapewa barua mwaliko, akaomba visa, bahati nzuri akapewa visa, lakini wakazinguana na hosti wake ambaye alikuwa anamhosti. So baada ya kuzinguana, hosti akapiga simu balozi wa Marekani, alafu balozi wa Marekani wakampigia simu wakamwambia tunaomba urudi ubalozini, na waliporudi ubalozini wakacancel hiyo visa. Je, katika scenario kama hiyo huyu mtu anatakiwa afanye nini? Kwa sababu alikuwa ameshapewa visa na visa yake imekanseliwa. Huyu mtu cha kwanza kwenye visa yake itakuwa imeandikwa cancelled without prejudice, right? You know what I'm saying? Cancel without prejudice. Neno kama hilo. Neno fulani gumu hivi, lakini I don't mind, I don't care. Sasa ikiandikwa hivyo inamaanisha kwamba kuna taarifa fulani ambazo ukiweza kuziprove unaweza ukapewa tena visa pasipokuwa na vizuizi vingine vyovyote vya kimsingi. Kwa hata kama ulikuwa uko njiani na ukafika sehemu yoyote na visa yako ikakanseliwa, na of course ikikanseliwa, mfano visa ukiwa njiani, hawezi kuandika hivyo kwa sababu hawana mamlaka ya kuandika hivyo. Wenye mamlaka ya kuandika hivyo ni sehemu mbili tu, port of entry au kwenye United States Embassy, kwenye nchi ambao wewe uko, ndo wenye hiyo mihuri ya kuandika ya kugonga visa imekanseliwa na vitu kama hivyo. Otherwise kwenye airlines wao watakwambia tu kwamba huruhusi kuendelea na safari, na kwa sababu hiyo unatakiwa kurudi ulikotoka. Hata hivyo kuna sababu mbalimbali zinazosababisha upewe visa na ubalozi na baadaye unyimwe visa na ubalozi huo, au upewe visa na ubalozi alafu port of entry waje wakuzuie kuingia Marekani. Kuna vitu vile tofauti hapo. Unaweza ukashinda mtihani wa ubalozi lakini usishinde mtihani wa huku kwenye port of entry. Scenario inakuwa hivi: kwenye ubalozi wana uwezo wa kudhibitisha taarifa ulizowapa kuhusu uko unakotoka. Mfano, ubalozi wanaweza kudhibitisha kama wewe umesoma. Kwa mfano kama unakuja kusoma Marekani, wana uwezo wa kudhibitisha kwa sababu kumbuka kila ubalozi upo kwenye nchi ambao wewe unatokea. Mfano kama unatokea Tanzania, maana ubalozi wa Marekani upo Tanzania. Kwa hiyo kama ubalozi wa Marekani wakitaka kucommunicate na any institution ambao wewe umeilist kwenye application yako, ni rahisi sana kwa sababu ya nature ya kwamba ubalozi wenyewe uko Tanzania na wana uwezo wa kucommunicate, wana uwezo wa kuinteract na kitu ambacho umekiandika. Mfano kama umeandika benki, ubalozi wa Marekani wana uwezo wa kupigia benki ambao wewe umeandika statement, ingawaje taarifa ambazo wanaweza kuziuliza ni zile taarifa ambazo ziko kwenye bank statement yako. Hawezi kwenda ndani zaidi kwa sababu wanakuwa restricted na taarifa za kibenki kutoa kwa watu ambao ni third party. Kwa nataka uelewe kwamba ubalozi wa Marekani wao wanaweza wakakupa visa based of the information ulizowapa za hapo unapotokea, kwa sababu wana uwezo wa kuverify taarifa za nchi wewe ulioko kwa sababu na wao wako hapo. Kwa unaweza kama umeambia ubalozi wa Marekani kwamba wewe umesoma na unataka kwenda kusoma zaidi Marekani, that's fine. Wakiamua verification kwamba umesoma, wana uwezo kwa sababu wana access na system ya Tanzania ambayo inaweza kuverify wewe kwa habari ya credential ambazo umeziweka hapo. Kama umeandika labda unafanya kazi kwenye kampuni fulani, wana uwezo pia wa kucommunicate na wana uwezo wa kujua kama hiyo kampuni kweli ipo au haipo. Sasa kwa hiyo tuseme basi wewe mwanakwetu umeongea hapo Tanzania kwenye ubalozi wa Marekani, umerusha maneno, mwamba umepiga Kiswahili, ukapiga na Kiingereza mpaka wakakuelewa bwana, wakakupa visa. Sasa baada ya kukupa visa, unakuja kwenye upande mwingine wa dunia ambao na wao sasa wana uwezo wa kuverify taarifa zako zaidi kuliko ubalozi. Kwa mfano, port of entry ya Marekani, maafisa wale wa boda ya Marekani walioko ndani ya Marekani wana uwezo wa kuverify taarifa ulizowapa ubalozi kwa habari ya Marekani. Kwa mfano, wana uwezo mzuri zaidi wa kuverify chuo ambacho wewe unakuja kusoma.
wana uwezo mzuri zaidi wa kuverify conference ambao wewe unakuja kuattend, hilo tukio ambalo unakuja kuattend, ambalo wewe umewaambia ubalozi wa Marekani kwamba mimi naenda bwana, kuna tukio 1 2 3 naenda kuliattend. Kwa hiyo kule kwenye ubalozi, kwa sababu wako kwenye the same ground na wewe, na mara nyingi hawana muda mzuri sana wa kupitia taarifa zako, kwa sababu kuna form zingine zimekuwa submitted labda siku 2 kabla ndio umesubmit form, na baada ya kusubmit form siku 2 kabla, kesho umeenda kwenye interview, na hapo kwenye interview kuna mnyororo au mstari wa watu kibao ambao wanasubiri kuhojiwa na watu kama hao ambao wanakuhoji wewe. Kwa hiyo hawatumii muda mwingi sana kuverify unakoenda zaidi ya address. Watakuuliza unaenda address gani, unaenda mji gani, sababu wewe utawaeleza tu juu kwa juu, wanaandika kacha wanajaza kwenye mfumo wako wa kisafari, kwenye rekodi yako ya kisafari au kwenye document yako ya kisafari, ambayo inawaruhusu wao kukupa visa, lakini pia inawaruhusu sasa maafisa wa boda kuweza kuchunguza zaidi wewe unachokuja kufanya Marekani. Sasa nini kinatokea mpaka wewe unapanda ndege pale uwanja wa taifa wa Julius Nyerere au pale Jomo Kenyatta au pale Bujumbura au pale Rwanda, unapanda ndege, au pale Entebbe International Airport unapanda ndege kuja Marekani, na wakakuruhusu kwenye clearance za ndege hiyo wakakuruhusu vizuri sana kuja na vitu kama hivyo, alafu kaja kurudishiwa kwenye baadhi ya airport. Kuna baadhi ya airport ambazo nitazitaja kwenye video inayofuata, ambayo unaweza kuziepuka hizi airport, na ni kwa sababu mbalimbali. Hizi ni airport ambazo ziko Afrika, ambazo nitakwambia kwa nini unaweza kuziepuka hizo airport, na hatimaye ukafanikiwa kusafiri angalau mpaka ukafika Marekani, labda ukarudishiwa Marekani endapo kama kesi yako ni kubwa sana. Hivi ndio inavyokuwa unapokuwa umeactivate ticket ya airline. Unapokuwa umeactivate ticket ya airline kwamba sasa ndo unasafiri, manake unakuwa kwenye flight, kwa unakuwa kwenye flight system, na wateja wale wote ambao wanasafiri kwenda nchi husika, unapoingia kwenye airport pale wanachukuaga fingerprint, okay? Wakichukua fingerprint na passport yako pia na zile namba za visa yako zinachukuliwa, then moja kwa moja zinaenda kwenye database ya nchi ambao wewe unaenda. Kwa moja kwa moja wanafahamu kwamba kwenye ndege fulani tuna abiria fulani kutoka sehemu fulani. Hiyo ndio kitu nataka uelewe, kama ulikuwa uelewe. Wanaelewa kwamba unakuja Mwanakwetu, wanakusubiri. Kwa sababu ulipofanya fingerprint airport na visa yako ikawa imerekodiwa, moja kwa moja ikalink kwamba leo tuna wageni kadhaa na vitu kama hivyo. Kwa sababu pia lazima uelewe kwamba passport tulizonazo sasa hivi ni electronic, lakini pia hata visa ni electronic. Kwa hiyo ina namna ambayo inaweza kuwa identified. Sasa kwa sababu hiyo sasa wanapata nafasi ya kurun taarifa zako kwenye destination yako, kwenye nchi unayokwenda. Kwa wanapata uwezo wa kukuchunguza. Ubalozi tayari wamesha kuchunguza kwa namna moja ama nyingine, ukafanikiwa kuwadanganya, ukafanikiwa kuwa tricky sana, ukafanikiwa kuaprovia kwamba kweli hapo ulipo Tanzania na nini wewe ni so na kwa sababu ya nature ya nchi hiyo na wao wenyewe wako hapo, kwa hiyo taarifa yako au story yako ikafanana vizuri sana na nchi yako. Lakini huku nakokuja wao watakuchunguza kwa yale unaosema unakuja kufanya huko. Mfano, kama umeandika unakuja kwenye conference, wao huku wana access na hizo conference. Kwa hiyo cha kwanza watasearch kacha wataangalia, je, hii conference kweli ipo? Watakuta kweli ipo. Okay, ipo wapi? Watakuta ilipo hapo ulipoandika ndo na conference iko hapo. Kwa moja wanakuwa wanajua unakuja na unaenda sehemu. Hata wanapokuuliza where you going, they already know where you going, lakini wanakutaka uongee na wewe pia wakusikie. So wakishaingiza kama taarifa za huku nazo zipo sawa, basi moja kwa moja unaruhusiwa kuingia. Kama wakikuta taarifa za huku haziko sawa, ndio hapo sasa Mwanakwetu umefika Qatar, unashangaa tu saa ya kubodi sijui nini, nendeni kwenye gate number fulani, alafu nasikia passenger fulani come on a desk. Unasikia matangazo kwenye airport, passenger fulani ndugu yangu njoo kwenye desk hapo. Wewe masikio juu kama nini, kama popo. Unasogea hapo kwenye desk, unaambiwa unfortunately huwezi kuendelea na safari. Kwa nini? Kwa sababu tumepigiwa simu na Homeland Security ya Marekani au na uhamiaji wa Marekani, unatakiwa urudi kwenu. Wao hapo hawana taarifa zozote, na wengi hapo mnafanyaga vurugu, mnaanza kuwatukana watu wa airline, airline ni mbovu. Hapana, shida sio airline. Shida ni kwamba
baada ya kurani background yako Nyerere International Airport, pale ulipokuwa unaanzisha safari yako, ulipoweka background yako, taarifa zikawa rasmi kwenye nchi unayokwenda. Kwa sasa lazima wakuchunguze kujua kama kweli wewe kwa mujibu wa taarifa za nchi uliyoweka ni kweli hiyo address ipo. Okay? Maana kuna wengine mnaingia tu kwenye Google. Unajua sasa hivi kuna mambo mengi sana ya kihuni kwenye mitandao. Sijui umenielewa vizuri. Kuna mambo hata leo mimi mwenyewe leo nimekutana na mtu anataka kunipiga kwenye mtandao kwa namna moja tu fulani hivi. Nilikuwa nataka ni reset password yangu, nikashangaa mtandao umenidirect kwenye communication fulani, kaanza communicate, majamaa yakanipigia simu, kumbe ni wahuni. Nasikia lafudhi nyingine ambayo it's not, na wakati mwingine watu wanaweza kugenerate namba ya Marekani. Jana niliongea kwenye barua ya mwaliko kwamba utajuaje conference ni fake, mojawapo ni namba inaanzia na kodi ipi. Lakini pia nimekuja kugundua kwamba wahuni wanaweza kugenerate namba ya Marekani ikawa +1 kweli +1. Wakaiona +1 lakini haipo. Si umenielewa vizuri? Au wakagenerate zip code, wakaangalia kwenye mitandao, kwa sababu mfano unaweza ukawa Tanzania ukaingia kwenye Google ukaanza kusearch mitaa labda Virginia, whatever, McLean, si nini, unacheck na unaweza kupata mpaka zip code. Kwa hiyo mtu anaweza akatengeneza kitu fake. Yaani address imewekwa lakini hiyo address inaenda labda kwenye saluni. Hiyo address labda inaenda kwenye nyumba ya mtu au umeambiwa hicho ni chuo na vitu kama hivyo. So wakishagundua kwamba wewe unakokuja, taarifa za unakokuja sio, wanawasiliana na airline kwamba wakudrop hapo usiruhusiwe kuendelea na safari, then unakuwa nyumbani umerudishwa. Ukifika nyumbani wanakuambia enda kwenye ubalozi. Kwenda kwenye ubalozi ndio wanaenda kucancel hiyo visa yako, cancel without prejudice. Wakisha cancel hiyo visa, haina maana kwamba wewe umezuiwa kwenda Marekani au umezuiwa kuomba visa nyingine au umekuwa banned. No, ina maana kwamba ukiweza kudhibitisha pasipo shaka sababu yako ya kwenda Marekani, then una reapply, unakata rufaa, unaomba visa upya na ukapewa visa upya. Kwa madhara ya kukanseliwa visa ukiwa Tanzania au ukiwa kwenye airport ni tofauti na madhara ya kukanseliwa visa ukiwa umefika kwenye port of entry na ukafanywa deportation. Kuna vitu vile tofauti. Ukifanywa deportation unaweza ukawa banned kuja Marekani kwa muda wa miaka 5 au miaka 10. Hii unanielewa vizuri. So hayo ndio madhara ambayo yanaweza katokea, na kwa nini watu wanarudishwa kwenye viwanja vya ndege au wanarudishwa kufika Marekani wakati kwenye ubalozi walipewa visa. Ni kwa sababu ubalozi walikudhibitisha kutokana na mazingira uliowapa ya hapo wao walipo. Lakini hawa wa huku wa port of entry wao wana uwezo wa kukuchunguza zaidi na kudetermine kama papasi yako iko sawa. Tuje kwenye viwanja vya ndege ambavyo kwa uzoefu wangu nimekuja kugundua kwamba vina security ya hali ya juu zaidi, na very possible kabisa ukarudishwa ulikotoka. Kama unakuja Marekani ukipitia hizi airport, wao wenyewe wana partnership tofauti na baadhi ya viwanja. Wana partnership tofauti specific kabisa. Na utagunduaje? Utagundua kwamba hata screening yake ni ya tofauti sana. Na baadhi ya hizi airport ukishafanywa screening, ukifika Marekani hawakufanyii tena screening, hawakagui tena chochote, haufanyi chochote tena, unafika tu na kuingia na kuondoka. Mojawapo kwa mfano Jomo Kenyatta, kama unakuja US, zile mashine zilizoko Jomo Kenyatta au screening inayofanyika Jomo Kenyatta kwa watu wanaokuja Marekani ni screening ya hali ya juu sana. Sijui ni kwa nini, lakini nahisi wana mikataba tofauti, kwa sababu hata mashine zile tu za screening, zile za kuscreen, namna wanavyo screen mfano madawa ya kulevya, wanavyofanya searching ya mizigo inayokuja Marekani pale Jomo Kenyatta ni tofauti sana na viwanja vingine vya ndege. Kwa hiyo mara nyingi unaweza avoid baadhi ya viwanja ambavyo vina screening ambayo sio ya kawaida, yani wana connection sio ya kawaida na security kwa upande wa Marekani. Lakini pia kuna kiwanja kwa mfano kama Netherlands, kwa mfano kama Amsterdam pia ni moja kati ya viwanja ambavyo watu wanarudishwa sana nyumbani. Mara nyingi I think, I'm not sure but I can do research on that. Mara nyingi hivi viwanja vinaweza kufanya extra checking zaidi kuliko viwanja vingine ambavyo unaweza ukapita tu na ukatembea. Hata hapa Marekani kuna international airports zingine ambazo ukiingia ni rahisi sana kuingia, lakini kuna state zingine utachunguzwa
mpaka utajua ujui. Anyway, in general video ya leo nilikuwa nazungumza kwa nini upewe visa kwenye ubalozi wa Tanzania alafu aidha uzuiwe ukiwa kwenye connection, unataka connect flight, upigiwe simu uambie urudi nyumbani au uje urudishiwe port of entry. Ni kwamba ubalozi wa Tanzania watakudhibitisha kutokana na taarifa ulizowapa, alafu port of entry watakuruhusu kuingia kulingana na tafiti walizofanya na kuelewa kwamba ulichowaambia ubalozi ni kweli kuhusu nchi yao. Kama ni chuo watakuwa wamekichunguza wakaelewa ni kweli. Na wanajuaje haya mambo kabla hujafika port of entry? Ni kwa sababu ukisha submit visa yako airport ukaingiza alama za vidole, maana yake umewaruhusu kurun background check yako kabla hujafika kwenye destination. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba unapofika kwenye port of entry tayari kabisa wanakujua vizuri sana. Kwa hata wakikuuliza baadhi ya maswali wanakuuliza tu wakitaka kujua namna ambavyo unajieleza, but they already know exactly wanadili na nani. Kwa hiyo usije ukajifanya kama umefika hapo ndo unashangaa labda ndo jambo jipya. No, they know you very well. They know you from the embassy and they know you from the port of entry. Mimi naitwa Rival TV Mwanakwetu. Asante kwa kunitazama. Kama hujasubscribe, comment na kushare, naomba unifanyie favor, usubscribe, ulike, ucomment na kushare. It doesn't cost you anything. Kama umeweza kuniangalia kwa muda wote, haiwezi kuwa poa yani exit to with no, you know, you just appreciate what we're doing. Lakini pia kama unataka kusafiri hivi karibuni na unataka kupata baadhi ya taarifa, kiufupi ni kwamba sasa hivi mambo ya safari yamebadilika baada ya Rais Trump kuingia. Kwa nchi nyingi, unajua nchi nyingi zinaiangaliaga Marekani kama model. Unanielewa? Kwa Marekani ikifanyaga hivi na wao pia wanakuaga kidogo wanashtuka kwa namna moja ama nyingine. Kwa sasa hivi ni wakati ambao unahitaji umakini sana wa safari. Kuna maagent wengi ambao hawana taarifa za msingi au hawana anything they know much about that. So unakuta unarundikiwa mzigo wa document na vitu kama hivyo, lakini hujapewa taarifa za kutosha. Mwisho wa siku unakuja unagonga mwamba. It's always good, take your time, nenda kwenye video hizi tunazofanya, jifunze kutoka watu mbalimbali wanaofanya hivi vitu, utapata knowledge. Ukishapata knowledge then unaamua kwenda nalo. Asante sana. Kama unaniwatch kutoka YouTube, thank you for subscribing. Kama unaniwatch kutoka TikTok, asante watu wangu wa TikTok. Sasa hivi nimerudi, nitakuwa nafanya video hizi almost kila wakati na kila siku kwa sababu niko na taarifa nyingi sana za kukupa. Stay connect and stay safe.